Kikosi cha maajabu cha Fadlu Davis kimefanya maajabu yake katika uwanja wa huko Afrika Kusini, Durban, ambapo kimefuzu katika hatua ya fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Wanangu wa Msimbazi, macho yalikuwa kule South kwa Madiba, wakitazama timu yao itaweza kufuzu katika hatua ya fainali. Naam, ilikuwa kama ndoto, lakini imetimia. Wekundu wa Msimbazi Simba kibabe wanatinga hatua ya fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika, ambapo wamemsubiri mshindi kati ya RS Berkane na Constantine. Wekundu wa Msimbazi Simba watakuwa wa kwanza kupata au kuleta kikombe hiki cha CAF Tanzania. Majibu unayo hapo. Lakini hizi ndizo faida ambazo Wekundu wa Msimbazi wanaenda kuzipata baada ya kutinga hatua ya fainali kunako kombe la shirikisho barani Afrika, na kuletea mabonus, lakini pia na faida ambazo Simba wanaenda kuzipokea kama klabu ambayo imefanya vizuri kunako michuano ya shirikisho barani Afrika. Mpaka sasa hivi kitendo cha kutinga fainali, Simba wanafaidika na nini cha kwanza? Lakini pia Simba wakitoa kombe hili la shirikisho barani Afrika watafaidika na nini? Kufuzu katika hatua ya nusu fainali. Leo hii imeandika historia kubwa sana tangu kuanzishwa kwa klabu hiyo 1936. Wekundu wa Msimbazi Simba wameweka rekodi mpya ya kutinga fainali katika kombe la shirikisho barani Afrika, ambapo wameondosha Stellenbosch kwa aggregate ya goli 1-0. Goli moja hilo ambao lifunga Jeze ya Uwa katika uwanja wa New Amani Complex limewafanya Wekundu wa Msimbazi Simba kuwa vifua mbele na kutinga katika hatua ya fainali 1-1 mara baada ya suruhu ambayo wameipata leo katika ardhi ya ugenini huko Durban nchini Afrika Kusini. Simba wameweza kupata matokeo ya bila kufungana katika mchezo wa marejeano ambao uliweza kuchezwa huko Afrika Kusini. Simba wakihitaji ushindi wowote au sare yoyote waweze kufuzu katika hatua ya fainali kunako michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika. Ilikuwa kama ndoto, lakini yametimia. Simba ametinga fainali, ambapo kimsingi atamsubiri mshindi kati ya Constantine dhidi ya RS Berkane. Berkane wametanguliza mguu mmoja mbele mara baada ya kupata ushindi wa matokeo chanya katika mchezo wa kwanza ambao Berkane walikuwa nyumbani wakishinda goli 4-0. Kuna asilimia kubwa Simba kucheza fainali dhidi ya RS Berkane. Sasa hizi hapa ndizo faida ambazo Simba wanaenda kuzipata mara baada ya kutinga katika hatua ya fainali kunako kombe la shirikisho barani Afrika. Awali, kabla Simba hajatinga katika hatua hii ya kombe la shirikisho barani Afrika, hatua ya fainali, ilikuwa katika nafasi ya virabu 4 bora barani Afrika katika ranking ambazo zimetoka hivi karibuni. Simba ametinga katika hatua ya fainali kucheza fainali katika kombe la shirikisho barani Afrika, ambao wamesubiri mshindi kati ya RS Berkane moja kwa moja na Constantine, ambao watacheza moja kwa moja na Wekundu wa Msimbazi Simba. Simba wakati yupo group stage aliweza kumaliza kinara wa kundi akiwaongoza Constantine, lakini pia FC Bravo pamoja na wengineo. Sasa hiki hapa kitita cha Simba ambacho mpaka sasa hivi ameshajihakikishia tangu alivyofuzu leo hii katika hatua ya fainali. Kabla hajacheza fainali, kama Wekundu wa Msimbazi Simba wataweza kulibeba kombe hilo la shirikisho barani Afrika dhidi ya mpinzani ambaye watacheza naye, awe RS Berkane au awe Constantine, Simba mpaka sasa hivi ana uhakika wa kupata zaidi ya bilioni 2 kutinga fainali moja kwa moja. Na kama atapata ushindi au ataweza kuibuka ushindi wa jumla katika fainali ya moja kwa moja ambayo itawakutanisha kati ya mshindi wa Constantine dhidi ya RS Berkane, basi Wekundu wa Msimbazi, hizi ndizo faida ambazo Wekundu wa Msimbazi Simba wanaenda kuzipata kama club, lakini pia kama zawadi ya kutoka CAF baada ya kutinga fainali, na kama watabeba kombe hilo. Shirikisho la mpira barani Afrika CAF iliweza kuboresha miezi michache iliyopita huko nyuma, iliweza kuboresha zawadi kwa timu ambazo zinashiriki kuanzia hatua ya awali, lakini pia
timu ambazo zimecheza hatua ya makundi, na kwa upande wa timu ambazo zimetamatisha hatua ya makundi zikiwa nafasi ya 3 na ya 4, halikadhalika na wa pili. Lakini pia iliweza kufanya maboresho kwa timu ambazo zitachukua ubingwa huo kutoka kiasi kidogo cha pesa na kuongeza na kwa kiasi kikubwa zaidi. Mshindi wa kombe la shirikisho barani Afrika, imagine kama Simba atapata ushindi katika mchezo huu wa finali ambao kimsingi anacheza kati ya RS Berkane au Constantine, basi Simba kama atatua ubingwa huo wa kombe la shirikisho ataweza kupata kitita cha shilingi dola za Kimarekani milioni 2, ambazo ukizikalkuleti kwa pesa ya Kitanzania ni zaidi ya bilioni 3 za Kitanzania. Lakini mshindi wa pili, ambapo kimsingi Simba mpaka sasa hivi ameshakuwa na uhakika wa pesa hizi, ni dola za Kimarekani milioni 1, zaidi ya bilioni 2 za Kitanzania. Ndizo ambazo mpaka sasa hivi Simba wameshajihakikishia kuwa nazo. Kitendo cha wao kutinga hatua ya finali tayari wameshajihakikishia kuwa na pesa hizo za shilingi bilioni zaidi ya bilioni 2 kama mtu ambaye tayari amefuzu katika ya finali. Mshindi wa pili, ndizo hizo pesa ambazo atachukua dola za Kimarekani milioni 1, wakati aliyeshia nusu finali yeye atapata kitita cha shilingi 700,000 za Kimarekani, 750,000, ambazo ni sawasawa na zaidi ya bilioni 1 na kuendelea na nukta pale mbele. Wakati aliyeishia hatua ya robo finali yeye ataweza kupata kitita cha shilingi 550,000 kwa dola za Kimarekani, ukizikalkulate si chini ya milioni 900 na kuendelea. Lakini nafasi ya 3 katika kundi yeye atapata dola za Kimarekani 40,000, wakati nafasi ya 4 atapata dola za Kimarekani pia 40,000 katika michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika. Sasa kwa takwimu hizi mpaka sasa hivi wekundu wa Msimbazi Simba wameshajihakikishia zaidi ya bilioni zaidi ya bilioni 2 kitendo cha kumtoa Stellenbosch katika hatua hii ya nusu finali na kutinga hatua ya finali. Wekundu wa Msimbazi Simba wameshakusanya kibunda, yani wameshajihakikishia kibunda wanakipata. Of course ni hatua kubwa sana kwa wekundu wa Msimbazi. Kisichowezekana wamekifanya kiwezekane. Nikukumbushe tu wekundu wa Msimbazi Simba, hii ni timu ambayo walikuwa wakitengeneza kwa misimu ukiachana misimu 3-4 iliyopita. Simba hawakuwa na timu bora zaidi ya hii ambayo imetinga katika hatua ya nusu finali katika michuano yoyote ile, ikiwemo michuano ya kombe la shirikisho. Always watu naangalia kile kitu ambacho kimetengenezwa na timu ambayo kimetengenezwa na timu iliyopo muda huo ambacho hakijawahi kutokea. Nimezungumza awali kwamba katika hatua kama hizi Simba ni miaka zaidi ya 30 sasa alikuwa hajawahi kucheza nusu finali, lakini safari hii kikosi kilichopo cha Fadlu Davis kimeweza kutinga hatua ya nusu finali, lakini pia na kutinga moja kwa moja finali ya michuano hii ya kombe la shirikisho barani Afrika. Tutegemee kuona Simba ikichukua kombe la shirikisho au mambo yatakuwaje? Mshindi atakayepatikana kati ya Constantine dhidi ya Constantine na RS Berkane ndiye atakayekutana na wekundu wa Msimbazi Simba katika mchezo huo. Na mchezo huu wa moja kwa moja, tukumbuke ni michezo ambayo inachezwa home and away. Kwa hiyo mshindi atakayekutana na wekundu wa Msimbazi Simba kutakuwa na mechi ya ugenini, nyumbani na ugenini, ambapo kimsingi alianzia ugenini, atakuja kumalizia nyumbani, ambapo ndipo hatima yake itakuwa ipo hapo. Maana yake kama alipoteza ugenini akaja akashinda nyumbani kwa magoli mengi, basi anakabidhiwa kikombe hapo hapo. Wekundu wa Msimbazi Simba, je, itawezekana kuwa timu ya kwanza Tanzania kuleta kombe la kisasa zaidi la kombe la shirikisho barani Afrika? Msimu juzi watani zao Young Africans walifika finali wakakosa kikombe kwa aggregate ya goli 2-2. Goli la ugenini likawatoa kwa sababu mchezo wa kwanza watani zao waliruhusu magoli 2-1, wakaenda ugenini wakashinda moja, ikawa 2-2. Kanuni ya goli la ugenini likawanyima kombe Young Africans. Wekundu wa Msimbazi Simba,
Mnasemaje wanangu? Hapo kombe linakuja Tanzania au tunacheza finali? Hii ni Shaka Media TZ. Subscribe na kushare, utakuwa kwanza kupata taarifa zote za kimichezo ambazo zinaendelea kutoka kila muda. Hapa ni nyumbani. Mimi ni Karebo Mashaka.